nikufanyie nini ili mradi muda wote una furaha? Unajua kipindi cha nyuma ulikuwa rafiki yangu, ulikuwa mtu wa kunipa raha na furaha muda wote. Ila muda huu unaishi kwa huzuni. Na nisijue ni kitu gani kinakufanya uishi kwa huzuni. Kumbuka mimi ndo furaha yako. Kumbuka hata ukipata shida yoyote wewe niambie nikufurahishe. Au kwa sababu sijakuachia hela ya matumizi leo? Hapana, leo niko vizuri. Uko vizuri? Ndio, niko vizuri. Unajua Walida, nimeishi na wewe kwa kipindi kirefu sana. Na kufahamu. Kwa hiyo nashindwa kuelewa. Unapobaki ukiwa mnyonge, unabaki na huzuni. Sielewi. Kama unahitaji ndoa ya amani, unahitaji tuishi vizuri. Kuwa mtu wa furaha. Leta amani ndani ya ndoa yetu. Sawa dada wangu? Sawa, mimi niko vizuri. Kabisa? Yeah. Sasa nakupa hela ya kuemea. Sawa? Sawa. Nakupa hela uende uemee. Tuangalie tutashije. Sawa dada wangu? Haya. Wewe ndo furaha yangu. Jaribu kuwahi. Sawa. Sina sababu tena ya kuishi hapa duniani. Kwa maana kile anachokifanya ni mkosi kwangu. Ni heri tu niondoke duniani. Sio nizitupe na hizi. Hapana. Wala nikaenda nazo nikanunua kiwanja mbinguni. Nikatengeneza maisha mapya mimi pamoja na Walida. Shemeji, unataka kujinyonga? Sasa kwa nini unataka kujinyonga wewe? Umekuaje? Shemeji, kwanza nishukuru kwa mchira wako. Kwa maana nimekuwa mtu mwenye kuishi bila furaha. Nimekuwa mtu wa huzuni muda wote shemeji. Wewe vipi? Umekuaje? Si uongee. Mbona mimi sikuelewi? Okay. Shem, naomba nikwambie ukweli wangu. Hapa awali nilikuja kwako. Nikakwambia baadhi ya maneno. Nikakwambia kuwa kuna mwanamke anaisumbua sana akili yangu. Nikakwambia kuwa moyo wangu umezama na mpaka sasa nateseka kwa ajili ya huyo mwanamke. Shem, hukunielewa. Ulinielewa lakini hukujua mwanamke huyo ni nani. Shemeji. Wewe hapo. Wewe ndio chaguo la moyo wangu. Nakupenda sana shemeji. Shemeji, wewe ndio kila kitu kwangu. Kila kitu ninachokifanya kinaonekana ni cha mikosi kwa sababu nimekosa furaha ya moyo. Yaani unataka kujinyonga kwa ajili yangu mimi? Hivi wewe shemeji, haujui kwamba ukiwa na mimi utaharibu ndoa ya kaka yako? Shemeji, ninalijua hilo, tena nimelijua toka awali. Lakini mimi nimeshindwa uvumilivu, ndio maana nimeamua nichukue njia hii kwa sababu unafikiri ningefanya nini? Ningefanya nini shemeji? Shemeji, lazima unielewe, mimi nakupenda.
maumivu ya penzi ungeyajua. Achana na mimi. Siwezi kuishi bila wewe. Kuishi bila wewe. Heri nitoke. Kukupenda wewe kwangu si kosa. Nakupenda sana shemeji yangu. Maumivu ya mapenzi yanatesa. Kukupenda wewe kwangu si kosa. Mtumishi wa Mungu kama ilivyo inabidi sasa hivi kama utojali unisindikize nyumbani kufahamu hata wazazi wangu. Nyumbani kwa unapozaliwa? Sawa. Siwezi kukataa, ni jambo la heri sana kwa sababu wewe kwa sasa ni kama ndugu yangu. Kwa ni vyema hata kufahamu na kufahamu familia yako pia. Sawa. Sawa. Unajua wewe ni ndugu yangu na ni rafiki yangu sana. Natambua hilo, ndo maana nimekukubalia. Sawa. Vipi? Naona umeniambia nenda kwa wazazi wako kina shangaa unashika fimbo. Sijakuelewa hapo. Unajua nini mtumishi? Hizi fimbo ni kwa ajili ya wanafunzi. Sio kwa ajili ya watu wote, tofauti na wanafunzi. Sasa wanafunzi nyumbani. Wanafunzi, fimbo za wanafunzi nyumbani. Kwa mama yako unaenda nazo. Kuna wanafunzi huwa wanakutana njiani. Na siku zote wanafunzi akiangalia. Okay, sawa. Twende. Sawa. Okay, sawa. Umenielewa vizuri? Sawa, haina shida ndugu yangu. Sawa. Sawa. Hakuna shida hata ukitaka kila siku kwa sababu ndo kazi yangu hiyo. Ndo kazi yangu. Wanaombea watu. Na ndio maana unaona mara nyingi waka natembea kwa sababu ndo kazi yangu ile niwahudumie. Kama Mungu ambavyo aliniamini na akanituma niende. Ndio. Nipo haja ya kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo usijali, muda wote ule naweza nikakusaidia kuifanya kazi. Sasa ndugu yangu, unajua nakupenda sana na usijali. Unanisaidia sana kwenye masuala ya kuomba. Usijali, yani mimi natumiwa na Mungu, ndo maana usinishukuru sana. Natakiwa umshukuru Mungu ambaye alinituma na akanifanya niweze kuja kuwahudumia watu. Sawa kiongozi. Sawa. Mambo ya Mungu kabisa. Ndio hapa nyumbani kwangu. Sawa. Odi. Mama. Karibu. Asante mama. Karibu mwanangu, nimefurahi kuona. Ndio mama. Odi. Karibu. Karibu mgeni. Asante. Shama mama. Marhaba. Karibu sana. Asante mama. Shamo. Marhaba. Mama Shamo. Marhaba. Nimefurahi sana kuwaona wanangu. Ndio mama. Karibu kweli. Huyu ni mtumishi Juma. Ndio. Ni mchungaji. Na ni mtumishi kweli. Amekuja nyumbani kunitembelea. Nimeona sio vema kutoka bila kufika hapa. Karibu mchungaji Juma. Asante mama. Karibu sana. Ndio, nashukuru kwa fahamu sana. Huyu ananisaidia sana katika masuala ya kuomba. Sawa. Ninapokutana na changamoto za maombi ananiombea sana, na huwa anamuunganisha na maombi ya mdogo wangu Arjun. Amwombee pale anapofanyia kazi. Sawa. Ulinzi uzidi kumlinda, ulinzi wa Yesu. Mwanangu, kwa kweli hapo umefanya la maana. Kabisa. Na unamwombea mdogo wako. Kwa kweli. Mungu akubariki sana. Najua mama anawapenda sana. Kwa nini uniombei? Na wewe unaombewa. Umesema unamwombea kaka yetu. Hata wewe pia. Katoto nako na wivu sana. Nafahamu sana. Au nikichape mimi na watu wangu. Na tena sio unakuja nyumbani kwetu na mafimbo. Ungekuwa unasoma shule. Hizi fimbo zingelikuwa. Nani huyu ni kaka yako, mpe heshima.
Sasa mama yangu kwa bahati mbaya mwana huyo bado sijamfahamu jina, kwa hiyo ningependa nimfahamu. Dada unaitwa nani? Nania. Sasa ningependa tufanye hivi. Kwa sasa kwa sababu tayari nimeshafika, hatuna muda mrefu sana wa kukaa kwa sababu kwa maana nahitaji kwenda kuhudumia. Ningependa kwanza tumshukuru Mungu. Sasa bila kupoteza wakati niwaombe tusimame tunyenyekee. Sema fimbo naye huyu bwana. Tafadhali kama una simu tafadhali unaweza kuiweka kwenye dirisha au uweke silent ili tuweze kufanya kazi ya Mungu. Basi tunyenyekee ili niweze kumshukuru Mungu. Baba, ni kwa neema na kibali chako Mungu mfalme, Mungu unayeweza, unayetosha, unayestahili kuabudiwa na kutukuzwa. Heshima. Mungu akuishi duniani amekuwa kama mtihani. Sifanyi jambo likasonga mbele. Na yote ni kwa sababu ya mambo ambayo mimi mwenyewe sijajitakia. Wanasemaga kuna mtihani ule kosa majibu. Ila wa kwangu umekosa. Hakuna majibu kabisa. Ili nijinusuru na haya. Haya maji yanaweza yakaninusuru. Na mimi nikiingia nitaipata furaha ya moyo. Kuliko kibaki duniani nikiteseka kwa ajili ya mwanamke mmoja tu. Wali. Maumivu ya mapenzi yanatesa. Ukupenda wewe kwangu isikosa. Kijana, tatizo ni nini mpaka umeamua kuchukua maamuzi kama haya? Kijana, nazungumza na wewe, tatizo ni nini mpaka umeamua kufanya maamuzi kama haya? Hakuna historia yoyote zaidi ya ile niliyokuambia hapo awali. Mapenzi tena mapenzi ya mke wa mtu. Kijana, huwa napendaga sana. Mara yangu ya kwanza nilikwambia kitu kimoja, cha kwamba hivi pale Mungu anayo kila sababu ya kufanya wewe uishi. Mungu anayo sababu ya kufanya wewe uwe hapa. Kumbuka maandiko yanavyotuambia. Pale mwanzo Mungu alipoiumba dunia, akamuumba Adamu, akamweka, akaona Adamu amekuwa mpweke sana. Akawa mpweke, akawa ni mtu wa mawazo. Lakini Mungu baada ya kuona akaona hapana, haipaswi kuwa hivi. Ni heri muandalie mtu wa kwenda naye. Ndio akamtengenezea Hawa. Sasa mimi sasa hivi naweza nikakwambia kwamba wewe sasa hivi ndo Adamu. Kwa hapo unamtafuta Hawa. Sawa? Kwa huyu mtu wewe ambaye unang'ang'ania kumfanya Hawa, kumfanya Ana kama yule wa Ibrahimu, so yeye sio mwenyewe. Subiri, kaa, subiri, vumilia.
yupo mtu ambaye utampata, utaenda naye na atakushiba. Kwa cha kufanya, achana na huyu mwanamke anayekusumbua, sio size yako, sio chaguo lako. Unaona